twakutukuza daima. Simba gwiji Timotheo Musikoyo. Mtu aniambie tafsiri ya feedback kwa Kiswahili. Feedback kwa Kiswahili. Rafiki yangu yuko hapa nafurahi. Asante sana. Jina langu ni Luke Shikoli, mwenyekiti wa chama cha wanafunzi chuo kikuu cha Rongo. Vile vile ni mhariri msaidizi cha Wakama Kenya. Tafsiri ya neno feedback ni mrejesho. Mrejesho. Nani kama umpigeni makofi gwiji? Kwa hakika feedback ni mrejesho wala sio jibu. Nafurahi kweli feedback ni mrejesho. Nataka kujua publisher kwa Kiswahili. Publisher. Kiswahili? Naam. Hata kwa wanadada baadaye. Jina langu ni Felix Sigadwa, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Rongo cha Wakiro. Swali limekuwa swali amesahau. Piga bongo barabara kama barabara ndugu yangu. Naam, swali limekuwa mchapishaji. Swali limekuwa publisher ambalo jibu lake ni mchapishaji. Piga makofi gwiji. Kidogo alikuwa amegafilika. Ni kawaida. Waswahili wanasema kwamba sahau ni dawa ya waje, lakini baadaye mambo yameweza kuwa mazuri sana. Nataka kuwaonesha kitabu hiki kinaitwa Safari ya Zawadi na hadithi nyingine. Na riwaya hii ni riwaya imeandikwa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Daystar. Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Daystar, vyama kama vyenu hivi, wakaamua hatutaki kungoja kama alivyosema Profesa Olali aliandika riwaya ya kwanza baada ya uzamifu. Hapana, wakasema hatutaki kungoja huko, tungependa kuandika mapema. Na masuala mtambuko haya ambayo nimetaja, baadhi wamezingatia haya na yako hapa katika riwaya hii. Na huu ni mfano tu, sisemi kuwa ni lazima uandike riwaya. Kuna isimu pia. Nyinyi wanafunzi mna muda mwingi wa kuandika. Sisi kama wazazi wakati mwingine tunataka kuandika, lakini majukumu yanakuwa mengi. Kwa hivyo ningependa kuona katika mtaala huu wa umilisi hatuna vitabu kwa mfano vya marudio vya grade ya 6, 7, 8, 9. Mbona msiandike? Na mkiandika msitafute hadi tutachapisha wapi. Leo ningependa kusema mkishaandika kitabu hicho, andika mahali Tunu Publishers. Andika mahali ni barua pepe Tunu Publishers, neno moja na ni herufi ndogo, tunupublishers@gmail.com. tunupublishers@gmail.com. Na pia ningependa kuona kazi hata za lugha ya mama. Andika hadithi yako kwa lugha ya mama. Hazipo. Kwa hiyo kuwa na mtazamo tofauti. Kulikuwa na mwanafunzi hapa ametufunza Kiturukana. Leta hadithi ya Kiturukana tuchapishe, kwa sababu lugha zetu ndio nguvu yetu. Na nimefurahi sana Profesa Olali aliposema hapa wale wa Uingereza. Mwanafunzi yupi umeona akienda Uingereza kufunza Uingereza? Kama umeona mmoja, inua mkono juu. Mimi tangu ni zaliwe sijaona mwanafunzi ametoka hapa akaenda Uingereza kufunza Kiingereza. Na tena ninataka kuwaambia kuwa wakati tunazungumza, nina rafiki wengi kwa mfano wa Marekani wanafanya hivi. I can't get you. What are you saying? Yaani sisi tunajidai tunajua Kiingereza, lakini tukifika kule wanasema hata hawajui kile tunasema. Tena hawazungumzi kama sisi. Usifikiri wanazungumza vile tunazungumza Kiingereza. Wanakuambia I can't hear you. What are you saying? Sasa wewe unazungumza kama wao. Maneno yao wanameza. Kwa hivyo hawatuelewi na sisi hatuwaelewi. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kubwa
kubwa. Kwa hivyo sisi wa Kiswahili tuna bahati, tukienda kule tunaambia hiki ni Kiswahili, ni lugha yetu ya Kibantu, tunafanya mambo hivi na wanafurahia. Lakini ukienda na Kiingereza kwa kweli hakuna mahali utafika. Lugha zote ni nzuri, lakini tujivunie zaidi lugha yetu ya Kiswahili na lugha zetu za Kiafrika, kwa sababu tukifanya hivyo tutafika mbali zaidi. Kwa hivyo ninataka kuona wanafunzi ambao wataandika kazi za chekechea katika mtaala wa umilisi. Chekechea mnaelewa Ndio, naomba nione kazi, na si kazi ya baadaye, baada ya kongamano. Nendeni mjipange katika vikundi, wanafunzi 4, 5 ama chama kizima. Nataka kuona kazi za chekechea, shule ya junior na shule pevu, kwa sababu mimi naamini kuwa vijana wana nafasi ya kuandika bora zaidi. Kwa hivyo sitaki kuwapatia tu Kiswahili. Andika kwa